Manyanya na mrembo Leila wapo chumbani, miili inagusana, pumzi zinapishana kama upepo wa bahari. Manyanya anamtumbulia macho Leila, macho yamejaa shauku, yamejaa kiu ya muda mrefu. Au kuna jambo litatokea dakika ya mwisho limtoe kwenye reli mshikaji wetu huyu anayetafuta furaha. Tamaa ya mwili ni kama moto, usipoizima mapema, inaweza kuteketeza heshima uliyoijenga kwa miaka mingi. Sasa rudi nyuma, ani mwenye ndoto kubwa. Kijana huyu hajaja kwa ajili ya starehe tu, bali amefungua moyo wake kwa Cindy na kumuomba msaada wa kiasi cha pesa. Ndoto yake, anataka kufungua library ya kuuza movie mbalimbali ili ajikwamue kimaisha. Cindy anajikuta kwenye mtihani wa kusaidia kijana huyu anayeonekana kuwa na maono ya mbali katikati ya mazingira yasiyotarajiwa. Ni picha ya vijana wa mtaani wanavyopambana kutafuta mitaji kwa hali na mali, huku wakitumia fursa yoyote inayojitokeza mbele yao. Hebu mtazame Manyanya wakati mwingine. Amekaa chini peke yake, ameinama kama mtu aliyebeba mzigo wa dunia nzima mabegani mwake. Anawaza kesho yake, anawaza udalali wake wa kuunga. Leo ameuza kiwanja, kesho atauza gari. Hana uhakika. Katikati ya lile giza la mawazo, anatokea Leila kama malaika. Amebeba sahani ya chakula moto, moshi unajifuka. Kitendo kile kidogo cha Leila kumletea chakula kinapasua upweke wa Manyanya kama mwanga wa jua. Hapa ndipo unapoona kuwa Manyanya sio tu mtafutaji, bali ni binadamu anayehitaji faraja. Leila anakuwa bandari yake ya amani. Anamfanya Manyanya ajione ana thamani hata kama mfuko wake umetoboka. Mapenzi haya ya sahani ya chakula yanagusa mifupa kuliko hata stori za mitaani. Ukarimu wa kweli si kutoa. Sasa kichekesho kimegeuka kero. Mima amelala fofofo na wenzake, wanaota ndoto zao nzuri. Ghafla, po. Mlango unakaribia kuvunjika. Ni yule mzee msumbufu, pombe zimemkolea, anagonga kama vile amekodisha ule mlango. Mima wangu. Sauti yake ya kilevi inajaa korido nzima, inakera mpaka basi. Mima anajikuta hana namna, inabidi aamke huku hasira zikimfura. Wenzake wanamtazama kwa jicho la, huyu mzee wako atatuua. Inabidi Mima atoke nje kupambana na yule mzee ambaye amegoma kuondoka mpaka amuone malkia wake. Ni usiku wa manane, lakini mzee huyu haoni aibu. Yeye anachojua ni kuwa moyo wake unaungua moto wa mapenzi, hata kama anachoma amani ya wengine. Mapenzi bila heshima ni kama gari lisilo na breki, yataishia kusababisha ajali kwa kila anayeyakaribia. Mzee anaanza sasa. Mima anamtazama, anaona hapa nikimfukuza hatuondoki, anatoa sharti moja la kijeshi. Sawa mzee, nimekubali. Lakini kuanzia leo usikanyage hapa kwangu mpaka nikuite mimi mwenyewe kwa simu. Mzee anabaki ameduaa, amekubaliwa lakini amefungiwa nje. Ni ushindi wa nusu-nusu. Anakubali kwa unyonge, akijua kuwa simu ya Mima inaweza isipigwe mpaka mwakani, lakini kwa sababu anapenda, ananywea kama kuku aliyenyeshewa na mvua. Anaondoka akijikokota, moyoni ana furaha ya kuitwa mpenzi, lakini ana maumivu ya kutojua atamuona lini tena mwanamke huyo aliyemshika koo. Kumlazimisha mtu akupende ni sawa na kutaka kuvuna mahindi kwenye mti wa miiba. Utaumia mikono na hautapata chochote. Uko baa sasa, kuna unyama unaandaliwa. Violet na Sekela wanakunywa, wanacheka, lakini mioyo ya marafiki zake ni giza tupu. Violet anainuka kidogo kwenda msalani, hajui kuwa ameacha mbwa mwitu mezani kwake. Sekela na wenzake, kwa haraka kama chui, wanatoa kijipoda cha madawa ya kulevya na kukimimina kwenye glasi ya Violet. Unyama gani huu? Wanacheka naye mchana, lakini usiku wanataka kumdhalilisha. Wanamsubiri arudi, anywe kile kinywaji, kisha wamuone akilegea ili wamfanyie ukatili wao. Huu ni usaliti wa hali ya juu. Je, Violet atastuka? Au ndio mwisho wa heshima yake usiku huu wa bar wenye vicheko vya kinafiki? Si kila anayecheka nawe barabarani ni rafiki. Wengine ni maadui wanaosubiri ufunge macho ili wakuchimbe shimo. Tunamalizia kule kwa Manyanya na Leila. Leila anaingia chumbani kwa kunyata, mrembo huyo ana ufundi wake. Anamtekenya Manyanya kwa nyuma, Manyanya anashtuka, lakini ni mshtuko wa furaha. Anamgeukia Leila, anamnyanyua juu kama karatasi, vicheko vyao vinajaa chumbani. Anaanza kumtomasa, anataka kumbusu, na Leila naye anajipeleka kabisa mikononi mwa Manyanya. Salama. Uzuri wa mapenzi ni kuheshimiana, lakini hatari ya mapenzi ni kusahau tahadhari katikati ya mahaba. Hebu jiulize, 1.
Je, Manyanya na Leila watafanikiwa kukamilisha azma yao au kuna kipingamizi kitatokea? 2. Kijana wa guest house atafanikiwa kupata mtaji wa kufungua library yake ya movie? 3. Violet atapona kwenye ule mtego wa madawa ya kulevya? 4. Mzee atavumilia kweli kukaa mbali na Mima mpaka apigiwe simu? Usikose sehemu inayofuata.